Ifikie wakati wa Afrika tuache kuwalaumu watu weupe na maanisha wazungu. Waafrika wengi wamekuwa wakiamini kwamba maisha magumu yanayoendelea Afrika na mambo mbalimbali yanayoendelea Afrika ni kwa sababu ya watu weupe. Wakuwalaumu ni mababu zetu waliokufa miaka mamia imepita. Hao ndo watu sahihi wa kuwalaumu juu ya hali ngumu, hali ya umaskini na kadhalika inayoendelea miaka na miaka pale barani Afrika. Hao mababu zetu ndo wa kulaumiwa, lakini kulaumu hawa watu weupe si jambo jema. Kwa nini? Kwa mfano, hakuna mtu ambaye anaweza akanishawishi niuze hili gari langu ikiwa mimi sijataka kuliuza. Ni vigumu sana. Na kama mababu zetu waliruhusu kushawishika na hao watu weupe na wakawapa kile kilichokuwa cha kwetu kama historia inavyosema, na wakawa wamepoteza kila kitu, tamaduni na mambo mengi ambayo Mwafrika alikuwa amezawadiwa na Mungu, wakawapa watu weupe, sisi tukabaki na ujinga. Wa kulaumiwa ni wao, sio watu weupe, kwa sababu huo ni ujinga walioufanya mababu zetu. Wakaleta Biblia. Si vibaya kusoma Biblia, si vibaya kumwamini Mungu, lakini wazungu walitumia njia ya Mungu kudanganya Mwafrika, na Mwafrika akakubali kudanganyika, na Mwafrika akapotoshwa na mzungu, akayapoteza yote aliyokuwa nayo, akampa mzungu. Napo ndipo shida, tabu na ugumu wa maisha ya Mwafrika ulipoanzia, na mpaka sisi tumezaliwa, bado tunazaliwa katika yale yale ambayo mababu zetu waliyaacha. So wakuwalaumu ni mababu zetu marehemu waliokufa miaka mamia iliyopita, lakini wazungu hawana kosa lolote lile, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza akakushawishi ufanye jambo ama umpe kitu ambacho hujataka umpe, ama ufanye kitu ambacho hujataka kukifanya. Nobody anaweza kukuforce ama kukulazimisha ufanye hivyo. Wakuwalaumu, ndugu zangu, ni babu zetu, wala si mzungu ama mtu yeyote yule mweupe. Na Mungu atubariki. Na kama nitakuwa nimeongea vibaya, mtanisamehe, lakini najaribu kukaa katika kweli na kuongea ukweli wa hali halisi ilivyo.